Wacha niwaambie wadau, na hii nitawaambia for free and you mark my word. Unaona huyu jamaa anaitwa Gausho? Si unaona Gausho venye anapiga mdomo ya hate speech na haulizwi na hashikwi na DCI na hakuna mtu anamuuliza swali, oh Wakikuyu hamtapita Thika Road, oh Wakikuyu hamtafanya nini? Niwaambie ile kitu ita happen. Gausho will be killed. Gausho atakuja kuuawa soon and very soon. And you mark my word. Mimi nisikuangi mwenda wazimu. Mimi akili niko nayo sana. Gausho atakuja kuuawa. Na akiuawa itasemekana ni Wakikuyu, akina Gachagua na Wakikuyu wamemuua. Kama mlikuwa mnapigania Justice Ojwang aliuliwa Central Police, mlikuwa mnaenda kufanya nini? Watu wa maandamano wenu walikuwa nakufanya nini Parliament? Walikuwa wanaenda kufanya nini Treasury? Kama city ni uchokozi walikuwa wanatafuta, my friend. Hao watu wa Mount Kenya, target yenu mlikuwa mnataka kutumia Wajaluo na hii kifo ya nani kuingia kwa hii maandamano. Na Wajaluo sisi wajinga. Sisi tunachukua instruction kwa mtu mmoja ambaye anaitwa Raila Amolo Odinga. Na sisi Wajaluo hata ule mwanamke ajolewa akisa ni single mother, huyo mtoto wake ikosa baba yake anakuanga kwa baba yake, tena mwingine ni Raila Amolo Odinga. Welcome to the Kenya we are living in today. A Kenya where someone like Gaucho with his loud mouth can be caught on camera, mobilizing goons to come fight peaceful protesters, cause destruction and mayhem, and somehow still walk away from it, a free man, no questions asked. And when the young people of this country speak up against oppression, bad governance, and ask for accountability, they are termed a threat. Enough is enough. That is the message from the young people of this country. We should not have to live in fear of our own government just because we want a better country for ourselves. That is not how that should be. Okay? Si Gausho ni mtu anajulikana. Si huyo mtu ongea very ruthless. Si anaongeanga tu papa na haezi ulizwa. Yeah? Unaona venye ana spreading hate speech between Wakikuyu na Wajaluo. Gausho atakuja kuuawa. Na ile siku atauawa kutasemekana sisi Wakikuyu ndio tumeua yeye, sasa Wakikuyu tumeanza kuua Jaluo. Mark my word. Mimi hakuna mahali najua, sijui anything about it. I have seen any information about yeye, but huyo mtu nimeangalia video zake venye anaogeanga nikajua hapa there is something. Na wewe ukiwa mtu uko na akili vizuri utaona hapa iko kitu imefichwa. Siku moja utasikia Gausho amepotea, tena usikie ameuawa, amepatikana sijui Naivasha. Tena utaanza kusikia kukisemekana Wakikuyu ndio tumeua Gausho, so sisi Wakikuyu tumeanza kuua Jaluo. Ngoja utasikia ndio wadui ikuwe mingi between sisi Wakikuyu na Wajaluo. Mark my word. Na itakaa sana. Just watch. Just wait. Nafikiri sisi ni wajinga. Mimi nataka niulize hao watu. Leo nimeona wananipigia simu mingi, threats, sijui utachomwa, sijui utafanyiwa nini. Mimi nataka kuuliza hao watu wetu wa Central. Vile mnaona nyinyi ni werevu sana. Sisi si enzi ya babu zetu huko nyuma, akina Ochieng' Oneko. Hii ni milenia mingine na generation nyingine ya supporters wa Raila Odinga wengine ambayo wanaona vitu mnapanga mbele wanaona. Mimi nataka kuuliza watu. Hao watu leo wanasema ya kwamba eti tulikuja ni mimi eti niliorganize karibu peaceful demonstration yao. Mimi nauliza hao wakina Boniface Mwangi. Baba, tumekuwa nao maandamano mingi sana. Iko wakati mlikuwa mnatoa watu wamevaa nguo za jeshi na marungu za jembe ya kwamba wanakuja kulinda biashara zao town. Eti yao ni business community. Walikuwa wanatupiga, wanaumiza watu na mkuwahi kuja ya kwamba muende mwasalamie. Unaona? Mimi nauliza, hii business community ni ya Wakikuyu peke yao ndio business community, ama kuna Mluya hawezi kuwa business community, Mjaluo hawezi kuwa business community, Mkisia hawezi kuwa business nini, Waria ama Wasomali hawezi kuwa business community? Nyinyi peke yenu ndio mnakonga wakati watu wanafanya maandamano. Nyinyi mkikuja, watu wengi wanakuja kwanza wanapiga press conference wakisema ya kwamba watu wote, mtu yote ya Raila Odinga akikuja kuandamana atajua. Na hiyo wakati walikuwa wanapiga press conference na wanalindwa na government nyuma na polisi nyuma yao. Kwa nini hamkuwa mnasema hapana, ifai kukua hivyo? My friend, wacheni kukua ya kwamba mkuki ni mzuri ni uchungu kwa binadamu na ni mzuri kwa nguruwe. My friend, mimi nauliza nyinyi,
Tunaweza jua aje kama wale walikuwa au vijana walikuwa naribu vitu jana au walikuwa napiga watu ni wale business community ambao ni Wakikuyu wenyu walikuwa nalinda mali yao. Alafu mmeangalia mkasema ya kwamba Gaucho ndio mwekee hiyo allegation. Tunaweza jua aje kama ni business community ama mlikuwa mnapigana Wakikuyu wale wataki maandamano na wale wanataka maandamano. Mkishapigana wenyewe juu kila maandamano town nyinyi ndio mnaletenga watu. When tukitoa baba when you are away JKA hapa Mudhura mlikata watu ngapi? Nyinyi ni business community hamutaki mambo ya maandamano. Kwani nyinyi ndio wakina nani Kenya hii? Msidanganywe na mtu ya kwamba nyinyi mnaonanga nyinyi ni binadamu kuliko watu wengine. Sawa. Nataka hii message ifikie Gaucho. Nimeona akisema saa hii ako na watu wa media. Anaongea na lugha ya nyumbani. Anasema ati Wakikuyu walikuwa na plani ya kuenda maandamano kuinterfere na mambo ya budget. Bwana ndugu yangu, wacha ukabila. Hakuna mahali itakupeleka. Hakuna mahali itakupeleka. Hakuna Kikuyu walikaa chini wakasema watu waende pale CBD town parliament ati watu Masambadi anasoma budget ati watu wakatae. Bwana, kuna vitu zingine watu wameweka kwa akili. Nimeona wewe unaongea ati it's the first time Jaluo kusoma budget. I know that. Hiyo ni ukweli. It's almost pia walikuwa wanasema it's the first time Jaluo amesoma budget. Tujakata. Na after kusoma hiyo budget, benefit gani kama wewe kama Mkenya unaenda kupata? Bei za vitu siko juu ama siko sawa? Mambo ya shule itakuwa aje? Health iko wapi? Ama wewe unaongea tu juu watu wanaongea? Alafu una blame watu sana. Let me tell you one thing, Mr. Gaucho. Raila Amolo Odinga bila hawa Kikuyu, Raila Amolo Odinga angesimama hata mara 5. Niseme mara 4. Raila Amolo Odinga anapata sponsor kutoka kwa watu wa mlima. Hao watu ndio wanasponsor Raila Amolo Odinga kwa kampeni zake zote. Kama kuna Jaluo na sponsor kampeni ya Raila Amolo Odinga lewi, unitajie hapa. Unitajie tu hapa, uniandike hapo. Ndiye ujue Raila Amolo Odinga anatambua hao watu wa Central hata kuliko wewe unaongeanga kila siku siasa yako ni ukabila. Saa hii hatutaki ukabila. Wewe hata kama una organize na wengine, organize tu, but we will tell you the truth. Wewe mwenyewe hakuna hata Jaluo moja umeandika kazi. Saa hii uko kwa broad base. Tutajia hata Jaluo moja ulichukua kupeleka kwa Faruk, umechukua kupeleka kwa Ruto, umechukua kupeleka kwa Mbadi, umechukua kupeleka kwa Opondo, umechukua kupeleka kwa hiyo ministers zote wanakujua na wanakutambua. Tujue hata umechukua wangapi? 5 hivi ama unapewa watu wa vijana 200 waende wainterfere na wale ambayo wanaenda kwa barabara kujaribu kutafuta justice ya Ojwang. Ujui Ojwang ni Jaluo mwenzako, unatoka Migori, Ojwang anatoka Homa Bay. But your behavior is not good. Your behavior is not good. Sababu gani uko na tabia mbaya? Mwenzako amelala, mtu unaongea naye lugha moja, lakini wewe always ukagenes wale watu wanajaribu kutafuta justice ya huyo jamaa. Hakuna watu wanataka kwani hao watu wa Central hiki for Ojwang itasaidia watu na nini? Hakuna kitu itasaidia na ya watu, lakini hii kitu imeumiza kila mtu mpaka inji za nje watu wanauliza who is Ojwang? Huyo Ojwang alikuwa nani? Wengine walikuwa najua ni baba yake alikuwa na pesa, wengine walikuwa najua yeye ni alikuwa politician mkubwa, wengine walikuwa najua hata alikuwa hata kama ni MP, but ni mtu na mtu tu ndogo, huyu mtu kadogo tu hivi, lakini Mungu ameconnect watu through kifo yake. Wewe umebaki kwa jangwani ukipanua hiyo mdomo yako kubwa kama bado unapiga mambo ya ukabila. Mbona uwezi tumia akili yako Mungu alikupea? Omba wisdom. Si lazima mtu aende shule ndio upewe wisdom, unaweza pewa. Na ujue kuongea na watu, na unajua unaongea saa ngapi, na unaongea lugha aina gani, na unaongea words aina gani mbele ya watu.
Jua kabla address watu, omba Mungu akusaidie na akupe hekima ya kuaddress watu. Kila sawa Kikuyu, Mbadi hata akikuwa for finance, sisi tunamuona hapo. Vile we at least unaongea na yeye, sisi tunamuona hapo. Angekuwa anakuja hata huku, tungekuwa tunamwambia sisi zile vitu tunataka. Hakuna mtu akona shida na Mbadi, wacha Mbadi asome vitu zake. Hata akiweka 100 trillion, hiyo ni yake. Wacha weke, wamesaka chini, kuna vitu zingine. Kwani wewe ndio unasema wewe ni clever kuliko Sefuna anapinga. Wewe ndiye clever hata kuliko kina babu. Wacha kutuletea ufala bwana. Wewe enda huko, ukule hapo, ukisamaliza 2027 unaenda nyumbani na hiyo kina Mbadi yote. Unaenda nyumbani ama rudi asimame suba mahali alisimama huko. Sawa? Wacha kutuletea ujinga bwana.